nilienda TPC, nipo na mke wangu kule Moshi, tukakuta kuna mganga ametoka Rushoto Tanga, anazuza. Unajua kuzuza? Nyinyi huku mnaita kamchapi hiyo. Anatoa uchawi kwenye nyumba. Kijiji kimechanga hela, kinamleta mganga atoe uchawi kwenye nyumba, na sisi tukaingia. Nikaambiwa kuna mganga anaitwa Miraji hapa, katoka kwenu Tanga, anapita kwenye nyumba anatoa uchawi. Kijiji kimetaharuki, na mimi nikiwa jukwaani nikasema, jamani sikilizeni, nimesikia kuna mjumbe wa shetani anapita mtaani anatoa uchawi. Kampelekeni taarifa, na mjumbe wa mbinguni nimekuja, yeye anazuza na mimi nazuza kiroho. Sasa tukikutana kwenye anga zetu, mwambieni ajipange sawa sawa. Habari zikamfikia. Alipofikishiwa habari akatangaza, akasema siku fulani nitamdondosha mlokole uwanjani. Mimi nikiwa natoka kwenye maombi, naenda kanisa nyumbani kujiandaa niende uwanjani, wa mama anasema mwambie wewe. Na mwingine sasa, huyo kumwambia ni nani? Mudi ukimwambia ni kama umemtuma. Nikasema kwa kuna nini? Wakasema mtendaji kaja hapa, ametoa taarifa kwamba mganga amesema usipande jukwani leo, atakuangusha. Nikasema niwaisheni uwanjani, niwaisheni kabla ya muda wa mkutano, nipelekeni. Nikaenda. Sasa ngoja nikwambie, kama kuna mtu aliwahi kufeli hesabu ni shetani. Yule mganga alipita vijiji karibia vitatu anatangaza kumwangusha nani? Mlokole. Na watu wanavyopenda mazingaombwe wakamfuata mganga kuona mlokole akianguka. Nikiwa jioni ninahubiri, ndio maana nampenda sana Roho Mtakatifu. Nikiwa ninahubiri, ghafla nikaona kundi la watu linajaa uwanjani, wakajaa kelele. Mganga anapiga madogoli yake, ameshika mkia, sijui nini ananifanyia, anapiga madogoli, ananitupia mkia. Ghafla Roho wa Mungu akaniambia, nyamaza, usihubiri. Nikatulia kidogo, alafu Roho akaniambia, imbisha sifa. Nikaita wapiga vyombo, we mpiga kinanda njoo, mpiga ngoma njoo, mwenye maiki njoo, gitaa njoo. Afu Mungu navyompenda akanipa mpaka pambio. Katikati ya miungu hakuna Mungu kama wewe, katikati ya mabwana hakuna Bwana kama wewe. Jamani, haleluya! Pambio zikaanza kuimbwa. Unajua nini kilitokea? Ghafla yule Miraji, yule mganga akaanza kuishiwa nguvu, akaanguka tish. Alikuja na umati wa watu, akabebwa na watumishi wake 4, wakambeba kumkimbiza nyumbani, afu ule umati wote ukabaki uwanjani. Jamani, haleluya! Nikawauliza watu wangapi wamemwona Yesu uso kwa uso? Uwanja mzima ukanyanyua mikono. Nikauliza wangapi wako tayari kumpa Yesu maisha yao? Uwanja mzima umenyanyua mikono. Nikasema labda mjaelewa, wangapi wako tayari kuhama kwenye dini zao waokoke wawe wa Kristo? Uwanja mzima umenyanyua mikono. Nikaongoza sala ya toba uwanja wote, wakati mganga anakusanya watu waone mlokole akianguka, kumbe ananiletea watu wa kuokoka. Jamani, haleluya! Haya, hiyo haitoshi. Tumemaliza mkutano saa 6 usiku, saa 4 usiku tunasikia watoto wa kijijini wanayapiga mandoo na madebe, wanazunguka kijiji kizima, wanaimba, katikati ya miungu hakuna Mungu kama wewe, katikati ya mabwana hakuna Bwana kama wewe. Roho ya sifa ilishuka kwele kijijini. Jamani, haleluya! Mpaka saa 6 usiku watoto wanaimba, wanamtukuza Bwana. Hiyo haitoshi. Asubuhi kichaa anatembea uchi, hana nguo, anapita barabarani, anasema Mudi noma, Mudi ni noma, Mudi ni noma. Wapendwa, mnisikie, wala Mudi sio noma. Yuko ambaye ni noma ya noma, anaitwa Yesu. Naziona nyakati waganga watahama, naziona nyakati waganga wanakimbia. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya!